akafanya maishani mwako. Kwa siku watabaki wanaulizana, wakati Mungu anakuinua, wakati Mungu anakuinua, wanadamu watabaki wanashangaa, wanadamu watabaki wanaulizana, watabaki wanashangaa, wanashangaa wakati wa kuinuliwa kwako wewe, watashangaa adui zako watabaki wanaulizana, imekuwaje wema wakati wa kuinuliwa kwako wewe, wataulizana, watabaki wanashangaa, Yesu Baba wanashangaa, Yesu ndugu wakati wa kuinuliwa kwako wewe, watashangaa adui zako watabaki wanaulizana, imekuwaje wema wakati wa kuinuliwa kwako wewe, wataulizana. Leo wanakushusha chini, wanakona huna kitu. Leo wanakushusha chini, wanakona huna kitu. Ipo siku watabaki wanaulizana, ipo siku watabaki wanaulizana, wewe kaa vizuri na Mungu katika familia ya Yese. Na nangejua katika familia ya Yese, na nangejua wewe Daudi angeitwa kuwa mfarume, Daudi angeitwa kuwa mfarume. Ndugu zake walishangaa, walishangaa wakati wa kuinuliwa kwake, walishangaa. Ndugu zangu wapendwa, karibuni katika adhimisho hili la Ekaristi Takatifu. Tuungane na familia ya Mzee Mbunda ambaye anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema na baraka tele ambazo anajaliwa ndani ya familia hiyo. Kwa namna pekee walimpeleka shule mtoto wao, na mtoto huyo amefanikiwa kumaliza salama salimini mtihani wake wa kidato cha 4. Ni tendo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Nakumbuka mama wa mtoto huyu mara nyingi alikuwa anamtania, alikuwa akisema si mwanangu atamfukuza, maana seminarini huko umezoea kufukuza. Kaambia aendelea kusali. Kumbe leo hii ana kila sababu ya kumwambia Mwenyezi Mungu asante kwa mtoto huyu kwa kumaliza elimu yake ya kidato cha 4. Lakini pia tumshukuru Mwenyezi Mungu, ndani ya azimisho hili itatolewa sakramenti ya ndoa kwa mzee wetu Simoni Remsi Ngusi na bibi Birigita Mbangalala Mpwagi, ambao wanaijiongea hatari ya Bwana kwa kufunga sakramenti ya ndoa. Naomba tuwapongeze wazee hawa. Na pia katika azimisho hili la misa takatifu tutawabatiza pia watoto takribani watoto 10. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya Wakristo wapya hao
ambao wanaenda kuongeza koramu yetu ya Wakatoliki ndani ya parokia yetu ya Chita. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Ikawa walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, Yesu alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma. Wakasimama mbali, wakapaza sauti zao wakisema, "E Yesu, Bwana mkubwa, uturehemu." Alipowaona aliwaambia, "Nendeni mkajionyeshe kwa makuhani." Ikawa walipokuwa wakienda, walitakasika wote. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Akaanguka kifudifudi miguuni pake Yesu, akamshukuru, naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akanena, "Hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wa wapi? Je, hawakuonekana walorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu?" Akamwambia, "Inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa." Neno la Bwana. Ndugu zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Naomba tuwapigie makofi mengi sana wazee wanaofunga ndoa. Lakini pia tumpigie makofi Kiawike na mke wake kwa kupata watoto. Jana nilikuwa namtania Kiawike, nikamwambia, "Hongera bwana. Umepata watoto wa uzeeni hawa, na wewe mwenyewe umeshakuwa mzee sasa." Naomba tuanze na katekesi fupi. Tupo ndani ya kipindi cha Majilio. Katika kipindi hiki cha Majilio ni kipindi ambacho kimegawanyika katika makundi katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza inaanza na Dominika ya kwanza ya Majilio mpaka tarehe ya 16. Na sehemu ya pili inaanza tarehe ya 17 mpaka tunapoelekea kwenye kesha lile la Noeli. Wapate kushika amri za Mungu na kuwapenda binadamu wenzao kama Kristo alivyotufundisha. Je, ninyi wazazi mwafahamu wajibu huo? Nani wasimamizi, je, mko tayari kuwasaidia wazazi watoto hawa katika wajibu wao? Wanangu, jamii ya Wakristo nawapokea ninyi kwa furaha kubwa, nami nawatia ishara msalaba kwa jina lao. Mtoto asiwe nyuma. Hapo katosha. Baba usogea hapa. Wengine wasogee huko. Hakikisha mtoto asiwe nyuma. Asiwe nyuma kutoka. Nanyi wazazi na wasimamizi, watieni watoto wenu ishara msalaba wa Kristo Mwokozi katika paji la uso. Ndugu zangu, tumuombe Bwana wetu Yesu Kristo awashushie rehema yake watoto hawa kwa ubatizo na kipaimara upende kuwafanya wawe wafuasi wako waaminifu na mashahidi wa Injili yako. Bwana, tunakuomba utusikie. Kwa utakatifu wa maisha yao upende kuwafikisha kwenye furaha za ufalme wa mbinguni. Bwana, tunakuomba utusikie. Upende kuwafanya wazazi na wasimamizi hawa wawe mfano mwema wa imani kwa watoto wao. Bwana, tunakuomba utusikie. Yosefu, Mtakatifu Yohane Mbatizaji, watakatifu Petro na Paulo,
Watakatifu somo wa watoto hawa, Mtakatifu Makrina somo wa jumuiya yetu, watakatifu wote wa Mungu. Mungu mwenyezi wa milele, ulimtuma mwanao ulimwenguni apate kufukuza ndani yetu nguvu ya shetani aliye pepo mwovu. Andaliwe kifua ili mkono wangu uende daima. Mafuta ndiyo utakaomtia nguvu. Nimemkuta Daudi mtumishi wangu wema, nikampaka mafuta ili mkono wangu uwe naye daima. Nimemkuta Daudi mtumishi wangu wema, nikampaka mafuta ili mkono wangu uwe naye daima. Ndugu zangu, tumwombe Mungu Baba Mwenyezi awajalie watoto wa uzima mpya kwa maji na Roho Mtakatifu. Baba mwema, umeufanya uzima mpya watoto wako, tutirikie kama maji kutoka katika kisima cha ubatizo. Tuitikie wote, utukuzwe Mungu. Utukuzwe Mungu. Umependa kuwakusanya katika taifa moja wote waliobatizwa katika mwanao Yesu Kristo kwa maji na Roho Mtakatifu. Utukuzwe Mungu. Unatuokoa sisi kwa roho wa upendo wako ambaye unamshusha moyoni mwetu ili amani yako itufurahishe. Utukuzwe Mungu. Unawateua watu waliobatizwa wakatangaze kwa furaha injili ya Kristo wako kwa mataifa yote. Utukuzwe Mungu. Basi upende kuyabariki sasa maji haya watakaobatiziwa watumishi wako. Umewaita waoshwe kwa maji haya ya kuwapatia uzima mpya katika imani ya kanisa ili wapate uzima wa milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa maji na Roho Mtakatifu, kwa sakramenti ya ubatizo, basi ninyi jitahidini kuwalea katika imani, kusudi uzima ule wa Mungu usichafuke, bali uweze kukaa ndani yao siku kwa siku. Basi iwapo kwa imani yenu mko tayari kupokea wajibu huo, mkikumbuka na ubatizo wenu ninyi wenyewe, kataeni dhambi na kuungama imani katika Yesu Kristo. Hiyo ndio imani ya kanisa wanamobatizwa watoto. Mwamkataa shetani, ninamkataa, na mambo yake yote, ninayakataa, na fahari zake zote, ninazikataa. Mwasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, muumba mbingu na dunia. Ninasadiki. Mwasadiki kwa Yesu Kristo mwanawe pekee Bwana wetu, aliozaliwa na Bikira Maria, akateswa, akafa, akazikwa, akafufuka katika wafu, amekaa kuume kwa Baba. Ninasadiki. Mwasadiki kwa Roho Mtakatifu, kanisa takatifu Katoliki, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuko wa miili na uzima milele. Ninasadiki. Hii ndiyo imani yetu, hii ndiyo imani ya kanisa tunaona fahari kuiungama katika Yesu Kristo Bwana wetu. Uninyunyizie maji, Bwana nitakase. Uninyunyizie maji, Bwana nitakase.
Pokeeni mwanga wa Kristo, nyinyi wazazi na wasimamizi. Mmepewa mwanga wa Kristo mpate kulinda. Mwasaidie watoto watembee daima kama watoto wa nuru, wadumu katika imani. Sasa naitwa watoto wa Mungu, na ukweli ni watoto wa Mungu sawa na sisi. Baadaye utapokea utimilifu wa Roho Mtakatifu kwa sakramenti ya kipaimara. Sehemu ya kutolewa kwa sakramenti ya ubatizo ameishia hapo. Tunawaomba mrudi kwenye nafasi zenu. Mungu Mwenyezi Baba, Bwana wetu Yesu Kristo, ndiye uliowazaa upya watumishi wako hawa kwa maji na Roho Mtakatifu, ukawakoa katika dhambi. Basi Bwana, watie Roho Mtakatifu mfariji, wape roho wa hekima na akili, roho wa shauri na nguvu, roho wa elimu na ibada, wajaze roho wa uchaji wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Tuketi kwa yetu. Tuwaombee hawa watumishi wake walioimarishwa kwa paji la Roho Mtakatifu, wamekwisha kuwa na mizizi katika imani na msingi katika upendo. Sasa wamshuhudie Kristo Bwana kwa mwenendo wao. Bwana, tuwaombee wazazi na wasimamizi wao, kwa kuwa kwa watoto wao wamejidhihirisha kuwa wasimamizi katika imani. Basi kwa maneno na mifano yao wasichoke kuwahimiza hawa waliopewa kipaimara kufuata nyayo za Kristo. Bwana, tuliombee kanisa takatifu la Mungu Baba mtakatifu wetu na Baba mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Salutaris Melchior Libena na maaskofu wa kanisa hili linalokusanywa na Roho Mtakatifu, likuwe na kuenea popote likiwa na umoja wa imani na mapendo mpaka atakapokuja Bwana. Bwana, tuwaombee watu wote ulimwenguni. Bwana atujalie sisi wanadamu wote tutambue na kukiri kuwa sisi sote ni ndugu, maana Mungu wetu ni Baba yetu mmoja. Tusiwe na ubaguzi wa rangi wala ukabila, bali kwa moyo mnyofu tutafute ufalme wa Mungu, ndiyo amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Bwana,
Mungu, uliwapa mitume wako Roho Mtakatifu, ukataka hao mitume na waandamizi wao wawape waamini huyo Roho. Usikilize kwa wema sala yetu, utujalie kile ulichotenda wakati Injili inaanza kuhubiriwa kienee sasa pia mioyoni mwa waamini. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Basi madhehebu ya kutolewa kwa sakramenti ya kipaimara yameishia hapo. Naomba tuwapongeze wazee hawa kwa kupokea sakramenti hiyo ya kipaimara. Kwa muhuri mtakatifu wa Bwana, mbele ya mjumbe wa kanisa na mbele ya watu wote waliopo hapa, Kristo anayabariki sana mapendo hayo, na kwa sakramenti ya pekee anawaneemesha na kuwaimarisha hao waliokwisha kuwatakasa kwa ubatizo mtakatifu, ili waweze kudumisha uaminifu kati yao na kutimiza shughuli nyingine za ndoa. Ndio maana na wauli mbele ya kanisa juu ya nia yenu, Simoni na Birigita. Je, mmefika hapa kufunga ndoa pasipo shuruti, kwa hiari na kwa moyo radhi? Tuanze na baba. Ndio. Je, mko tayari kuishi maisha ya ndoa, kupendana na kuheshimiana katika maisha yenu yote? Ndio. Je, mko tayari kuwapokea kwa mapendo watoto mtakaopewa na Mungu na kuwalea kama ilivyo sheria ya Kristo na kanisa lake? Ndio. Basi kwa kuwa mwakusudia kufanya maagano ya ndoa takatifu, peaneni mikono ya kuume kuonyesha kukubaliana kwenu mbele ya Mungu na kanisa lake. Simoni, unampokea Birigita awe mke wako, tena waahidi kuwa mwaminifu kwake katika taabu na raha, katika magonjwa na afya. Umpende na kumheshimu siku zote za maisha yako? Ndio. Birigita, unampokea Simoni awe mume wako, tena waahidi kuwa mwaminifu kwake katika taabu na raha, katika magonjwa na afya. Umpende na kumheshimu siku zote za maisha yako? Ndio. Ukubaliano wenu huo mlionyesha mbele ya Mungu, mbele ya kanisa. Bwana na udhibitishe kwa wema wake, apende kuwazidisha wingi wa baraka zake, aliyounganisha Mungu mwanadamu asitenganishe. Bwana azibariki pete hizi mtakazovikana, ziwe ishara ya mapendo na uaminifu. Tuitikie wote amina. Amina. Mwenzangu, pokea pete hii, iwe ishara na matendo yangu na uaminifu wangu kwako, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Mwenzangu, pokea pete hii, iwe ishara mapendo yangu na uaminifu wangu kwako, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Funga ndoa mbele ya macho yetu. Baba uliye asili ya kila ubaba, uwape hao bwana na bibi harusi neema yako.
wawe umoja katika roho na mambo yote, wasikae pamoja kama bwana na mjakazi, bali wapendane kama Kristo anavyopendana na kanisa lake. Bwana, tunakuomba utusikie. Wavumiliane na kuzoeana kwa saburi na mapendo, wasali pamoja na kuombeana kwa Mungu. Bwana, tunakuomba utusikie. Wawalee watoto wao vyema na kuwapeleka kwa Kristo, wawakabidhi wajukuu mila za wazee zilizo njema. Bwana, tunakuomba utusikie. Nyumba yao iwe kanisa ndogo, familia yao iwe msingi kwa taifa. Bwana, tunakuomba utusikie. Wasaidie hawa watu wa ndoa watumie daima neema za sakramenti, wasimfungulie shetani mlango hata mara moja, waishi vema na kusali pamoja, ili Bwana Yesu aweze kukaa kati yao maisha yao yote. Tunaomba hayo yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Basi tuwapongeze kwa makofi mengi tena sana. Madhehebu ya kutolewa kwa sakramenti ya ndoa yameishia hapo na misa sasa inaendelea. Karibuni kwa kuja kutoa sadaka. Tafadhali tunaomba wanajumuiya mtafute vile visahani viweze kutembea kote, maana kuna wengine wanaonekana ni wazito, hawezi kufika huko. Tuwapitie huko. Leteni ndama walio wanono madhabahuni pangu, tupokee sadaka aliyotoa bibi mjane, tupokee sadaka aliyotoa Ibrahimu. Leteni ndama walio wanono madhabahuni pangu, tupokee sadaka aliyetoa bibi mjane, tupokee sadaka aliyotoa Ibrahimu. Leteni ndama walio wanono madhabahuni pangu, tukamtolee Bwana pia na nafsi zetu, tukamtolee Bwana ili azibarikie. Mali zetu zote tumpelekee Bwana, tunamuomba zitakase ziwe safi sana. Tupeleke vipaji vyetu tukamtolee Bwana, pia na nafsi zetu tukamtolee Bwana ili azibarikie. Tupeleke vipaji vyetu tukamtolee Bwana, pia na nafsi zetu tukamtolee Bwana ili azibarikie. Dunia zimejaa utukufu wako, mbingu na dunia, mbingu na dunia, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Mbingu na dunia, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Mbingu na dunia, mbingu na dunia, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana, hosana, hosana juu mbinguni, hosana juu mbinguni, hosana juu mbinguni. Hosana, hosana, hosana juu mbinguni, hosana juu mbinguni, hosana juu mbinguni. Mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Kwa mateso yake alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema,
Twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Fumbo la imani. Ee Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuko wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo ee Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Ee Bwana, ulikumbuka kanisa lako lenyewe popote duniani, ulikamilisha katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Salutare Silibena na waklero wote. Uwakumbuke watumishi wako marehemu Desiderius Mwagama, Modesta Tembo, Kanuti Tembo, Timothy Tembo, Eriki Tembo, Podensiana Nungu, Agnes Ruhoga, Mirikio Likomba, Isidori Likomba, Kalala Kapinda, Kabwinda Kapinga, Dorotea Ndunguru, Emerida Kilian Mbunda na Maria Mbunda, ulioweta kwako kutoka dunia hii. Uwajalie wao walioshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo washiriki pia ufufuko wake. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba uturumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake wewe Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Ndugu zangu, tumsihi Bwana awashushie baraka neema yake. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Ee Bwana,
damu ya Kristo, tulinde tupate uzima wa milele. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Wanaostahili kushiriki ni wawe wa Kristo wa Katoliki na wale ambao wamejiandaa vema. Karibuni. Bwana mpate kunywa kinywa, tazama mezani pameandaliwa, tazama chakula cha uzima wetu, tazama ni mwili na damu yake.